watoto baiskeli, kwenye kuku, yani nao wanatoka kapa ili wajifunze kwenye maisha kuna kukosa. Unalea mtoto ana past experience kwa sababu una IST kamoja mwanao apandi daladala. Wait and see one day. How far you assured kwamba IST itakuwepo kila siku? Tengeneza mtoto ambaye ana past experience, anapitishwa kwenye maisha yote, ajue kusave, ajue unavyoenda kazini maana yake nini, because baba anatokaga hapa anaenda wapi. Saving maana yake nini? Mimi hata kama sio kama kuwapa inaruhusiwa, mimi nina vibubu vitatu, mke wangu ana chake, mimi nina chake, vya kuwafundisha tu watoto, sio kama sina namna nyingine ya kusave. Vibubu vile vipo pale juu ya meza yangu. Kuna kazi nimezidivide, kazi hizi hapa ni majukumu yako, kazi hizi hapa ni rewarding system. Nikikupa buku 500 tumbukiza kwenye kibubu. Tutafungua mwezi wa 12 wakati tunaenda Moshi. Toka mtoto mwanzoni anaanza kujifunza savings. Na maana watoto wa leo sasa hivi wana beti tu kwa sababu they don't know quality, umuhimu wa pesa. Usipompeleka mtoto kwenye past experience atakuumiza next day. Na hangaika na wazazi wamepeleka watoto wao mashule makubwa duniani, wanarudi hapa sasa hivi wana beti tu. The good news about emotional intelligence, it makes you to understand yourself, know you. Na niseme tu, hiki hapa ndio kitu kizuri cha emotional intelligence. Hiki hapa, improve decision making. So manake ukikosa emotional intelligence, you cannot have a better ability to make decisions. Ndio maana Suleiman alimwambia Allah, nipe uwezo wa kujua jema na baya. You get that by having emotional intelligence. Na unfortunately inapatikana darasani. Na ina beto, yani ukishakuwa na akili, mimi engineer wa mkoa, si mimi si nani, automatic tu. Maana yake uwezo wako ukishakuwa na ego tu, emotional intelligence haikai, kwa sababu huwezi kulearn from everyone. Sasa hata conflicts za kawaida tu kwenye maisha, kuna conflicts za kawaida sana kwenye maisha ambazo tunakutana nazo kwenye ndoa. Hivi unajua ukikosa emotional intelligence ile misumari haiondoki pa. Utabaki umenuna tu. Kwa sababu gani? Una mbinu. Amuua mkewe kwa madai kuwa amemloga ili uume wake usifanye kazi. Kosa emotional intelligence kufanya. Sasa how do we increase emotional intelligence? Because nitanyang'anya mic sasa hivi. I don't have time to pass all those. Lakini naomba get your eyes on number 7, get your eyes on number 10. Number 10, be approachable and socialize. Number 7, learn to take constructive criticism. Usipende kusifiwa tu, wakati mwingine kubali kukosolewa. Mimi nishaendaga ofisi kubwa, I was not daktari bingwa wala mbobezi. Ofisi inafanya mamlaka nchi kubwa. Nimefundisha walikuwa watu 16 tu, wanao make decisions. Waje understand. Fundisha pale, waliomba nifundishe ugonjwa wa figo na magonjwa sugu yasiyoambukiza. Piga shule pale ya kufahamu. Slide 20 tu nilielekezwa nitengeneze. Maliza kufundisha hivi, mwenyekiti akasema simameni wote. This is amazing. Pigeni kofi madaktari, watu wakagonga papa. One guy didn't wake up, akagonga makofi, anachat na simu yake. He was here. Muda wa chai, he was behind me, he tapped me here. Mimi doctor, ukishachukua chai, can we sit together? Kakaa naye. Mimi doctor, nina swali moja kwako. Unafundisha haya kwa mamlaka gani? I looked at him as nikaanza kuresi kichwani, anataka nini, ili swali lina mtego gani? Nikamwambia samani, sijakuelewa sana. Kama daktari unanielewa sana, hata Yesu alishawahi kuulizwa unafundisha haya kwa mamlaka gani? Na irudisha swali kwako tena, unafundisha mbele yetu sisi kwa mamlaka gani? Nikamwambia amwe doctor. Akasema do you think it is enough? Bado na resi, this guy wants what? Nikamwambia sir, can you kindly explain? Nikamwambia mdogo wangu nisikilize, bahati mbaya utaalamu wa udaktari na ujua sana. Wewe ni MD, ndio? Wewe ni daktari bingwa hapa? Wewe ni mbobezi? Nisikilize daktari, I'm not trying to be mean. Nisikilize vizuri sana. You are so young. I don't have a doubt. Kupanga slide hivi, iko kipaji unacho. Ila Dr. knowledge bado. Nisikilize. Achana na hizi sifa za kupigiwa makofi. Nenda haraka sana kafanye masters na super specialist, ili ukisimama mbele za watu una skills plus una knowledge. Nimetoka pale kwenye ile ofisi yao, nimeumia ndani, but he was the only one who added value in my life. Sasa sisi tunachopenda bosi, ukifa uozi, ukioza unuki. I add value. So if you can, ile namba 7 ukiiweza, utaenda very far kwenye emotional intelligence. Na niseme tu kwa sababu muda hatuna, lakini natamani nisaidie kugusa. Uelewe kuna vitu kwenye emotional intelligence vinaenda kinasaba, unavipata kwenye damu, lakini kuna vitu sio vinasaba.
It's purely getting from the environment. Ukiangalia for example mental health, hisia, definition ya mental health maana yake unatakiwa kudhibiti hisia, kudhibiti fikra na tabia. Ukikosa emotional intelligence utapigwa pale kwenye tabia. Kirahisi sana utaenda kwenye pombe, afu tutacategorize you are mentally unstable. Hebu angalia tunavyo evaluate mental status evaluation, tunatumia component 8, alafu behavior ni part of it. Kwa hiyo maana yake ukikosa emotional intelligence ukashindwa kuhandle behavior, maana yake you are in trouble. Na niseme tu, nisaidie kugusa, naona inanigomea. Twende tena, naonyesha. Ukiangalia wanawake kitaalamu, they are far ahead, meaning kitaalamu stress na afya ya akili inawa affect more women kuliko wanaume. Hiyo ni science. Lakini cha ajabu wanaongoza kujiua ni wanaume. Unajua kwa nini? Personality na kutengenezwa. If you don't share social skills, manake you retain pain more. Nenda slide. Ni nchi zinazoongoza watu kujiua. Blue inawakilisha wanaume, nyekundu inawakilisha wanawake. So you can understand the way wanaume pamoja na kwamba wako nyuma kwenye mental illness, lakini wanaongoza kujiua, wanaongoza kujiua ni hao ambao wako nyuma. Na huyu mfano ni mwanaume huyu, vyuma vimeumana hapa. Unaona? Vyuma vimeumana. Ukifika this level tayari. Au huyu hapa. Mtaniruhusu kidogo ni control nikiwa huku because I can muda utanitosha. Huyu ameona akumbatie mstimu. Huyu ameshare na father mpaka father anaogopa kupeleka kwa Mungu. Huyu ni kwenye mwendo kasi Magomeni. Wanaume wana vitu, a lot of issues. Ukimkamata huyu anakuambia nilikuwa pembeni ya barabara sikujua kwamba niko kani. Kwa hiyo unapokuwa unakosa emotional intelligence, ability to socialize, una retain. Retain is chronic stress. Then kitu cha kipuzi tu kinakuua. Baba huwa mwanae kisa analia usiku. Baba ajinyonga kwa sababu jina lake lilitajwa kwenye misa ya shukrani. Amejiua akihofia COVID-19. Ameacha ujumbe kwa wazazi wake wazingatie kuvaa barakoa. Yeye akajiua. So ukiangalia because time nchi ambazo zina silaha, mtu anajipatia changamoto anaua watu. Sisi tumuombe Mungu tubaki na hichi. Unajua hichi hapa huwezi kuua watu wengi. Hamisi alimchinja mkewe mjamzito, akapasua tumbo, akawatoa mapacha, akawapika, akawala. This country, mimi sizungumzii Marekani, decision making. Huyu amemfumania mke wake kwenye simu, kuna namba mpya, akamkata matiti yake yote na mikono yote miwili. So ukikosa emotional intelligence maana yake unakosa decision making. Huyu father wa watu aliuawa na mtu alikuja kuungama dhambi. Huyu ni engineer alimfumania mke wake na message akamwambia mtoto sio wako, akamuua na yeye akajiua. Huyu alipima DNA za watoto wake akakuta watoto watatu sio wake, akamfanya hivi mkewe. So emotional intelligence gives you power to make a decision. Huyu Kigogo alipima DNA za watoto wake akakuta katikati sio wake, akawapa sumu wote watatu. Peter alichinja familia ya watu 7 kwa panga kwa sababu baba mwenye nyumba alitembea kimapenzi na mke wake. Huyu alitoa meno yote kwa plies ya mke wake. So we decision making, alichukua panga akaingiza kwenye uke wa mke wake. Hii ni Kenya. Huyu mama alishika simu ya mume wake. Emotional intelligence gives you power to make a decision. Akajiuliza kichwani, nikijua watoto wangu namwachia nani? Akawaua wote watatu. Majeneza hayo hapo na yeye akajimaliza. Juzi nimesikia Tabora mke mkubwa kaua watoto kwa sababu hajajengewa nyumba. Huyu juzi kapiga watoto wake kawaua. Emotional intelligence, utaita mental health, lakini emotional intelligence gives you power to make good decisions. Sasa mimi nimalizie kwa kufanya. Inaweza hata mpira Simba ikafungwa ukajiua, kosa emotional intelligence. Au Yanga akasema haichezi ukajiua. Hii ni flight 9525, co-pilot huyu aliua watu 150 deliberately. Kwa nataka niwaambie kila mtu mundani, most of us tuna madeni. Askofu huyu amejinyonga kwa sababu ya madeni. So emotional intelligence gives you to understand resilience. Huyu ni mkurugenzi wa fedha wa Bugando, kajirusha golfani akajiua. Huyu baba mchungaji alipima DNA za watoto wake akakuta wote watatu ni wampiga gitaa wa kanisa. Kuna watu nawaogopa kama wapiga gitaa kwa sababu hawatoagi sadaka kwanza. Baba akajirusha golofani. Huyu ni mke wa shehe kajinyonga. It doesn't matter how are you. Huyu ni father akapigwa makonzi badani. Yaani haya mambo yamekuwa very serious. Huyu ni afisa utumishi kajirusha majini Bukoba.
kwa sababu ana madeni ya mikopo benki. Kwa hiyo emotional intelligence gives you power to handle your environment. Huyu ni bodaboda, marejesho amemshinda kajiua, mwenye D2 someni hapa, dereva wa bajaji ajinyonga baada ya kuhudhuria msiba wa mke wa rafiki yake. Mwenye D2 mshaelewa kwamba jamaa ana uchungu kuliko mwenye mke. Kwa hiyo mimi the problem is here. From year hiyo to 2024 watoto wetu nao kwenye malezi, sina muda wa kuwapitisha kwenye aina za malezi na matokeo yake, lakini tunatengeneza watoto sasa hivi wanaojiua kwa vitu. Huyu mtoto nimemuokoa juzi tu, alichola hii platform atawanyonga wadogo zake, na it was true, alikuwa anawapa sumu ya panya. So tunatengeneza watoto ambao Rabia amejinyonga kisa 0 ya form 4. Naongea mbele yenu, udaktari bingwa nilifeli nikarudia mwaka mzima. So tengeneza watoto ambao wanaweza ukamudu maumivu, kwa sababu maumivu yapo tu. Na wataniaga watu nawaambia hivi mimi na Mrisho Mpoto tukiamua kumwalikia Mheshimiwa Rais tunaomba kumuona Ikulu, nani anaanza kuitwa? It's simple. Kwa sababu gani? Kipaji umfanyia mtu nafasi, umketisha na wakuu. Mwanao akiwa anacheza mpira, don't block this foot because unataka mwanao awe anajua physics. It's dead wrong. Kwa sababu anaweza kumtoa Aziziki hapa na akaoa Mobeto akapata mkwe mzuri, si ndio? Kwa hiyo unabidi uwe smart. Maisha ni zaidi ya IQ ya darasani. Watoto wetu ndio hao, unawasomesha, unapambana, unahangaika usiku na mchana, unampata mtoto anakuja kuwa mtu mzima anajinyoka akiwa chuo. Kwa sababu gani? Anakosa utashi wa kuendo pain chini ya jua. Kwa sababu dunia ni maumivu yapo. Sasa watoto wetu ndio hawa sasa. Ukitaka kugombana na wewe mtoto, gusa ile remote, ndio utagundua kama mtoto ana power. Mimi sitaki. Na wote nyumbani mnatulia na taarifa habari ya mwangalii dogo anaangalia Cocomelon. Kwa sababu gani? Na this is deadly to emotional intelligence. Haileti power. Tunatengeneza generation of idiots. Generation of idiots wana power. Jamani, huyu mtoto huyu ukimbeba pale, maana yake hizo 3 obstacles that are in front, ukimbeba nao ukafikiri unamrahisishia maisha, unamcreate mtoto wa ajabu sana in next future. Mwache mtoto aumie. Sio kama muwatese, no, mazingira ya washepu watoto wenu. Kwa hiyo mtoto huyu, wewe unasema mimi ninavyosema watoto wangu sio kwamba nawatesa, nataka uelewe importance ya mtoto kustruggle kwenye mazingira yake, kwa sababu ndio itampa ubunifu. Ubunifu unategemeana sana na struggles na creativity. Kwa mtoto kama huyu kumbeba sio kumwambia wao anza upya, miss anza upya, sababu tomorrow I won't be around. So aanze upya. Sasa ukitulia ukampa muda wa kustruggle na environment, ile 30% ya ndani yake ya genetics ita kick in. Ukiizima inazimika. So mtoto huyu literal anapita, lakini ukembeba beba anaamini kama anahitaji kubebwa. Kwa akifika chuo baba anahitaji kazi, ahangaiki. Na mtoto amepita, si huyu amepita. Kwa hiyo this is life. Sasa matokeo ni haya. Mtoto ajiua kisa kafokewa. Mwanafunzi wa UDOM wajirusha golfani kisa kafeli. Mtoto ajiua nguo ya sikukuu, na hangaika na regional manager mwanae amejikojolea, bahati mbaya mlinzi akamwambia amekunywa sulfuric acid. Sulfuric acid. Mimi naongea mbele yenu nimejikojolea mpaka miaka 15. Baba anawaita watu vijana wenzangu wanigongee madebe, kindumbwe ndumbwe chalia. Kama unajua wimbo wewe ni sio Gen Z. Kindumbwe ndumbwe alimselema, kindumbwe ndumbwe alimselema, kikojozi. Wa huku ndio sio Gen Z, nimewasikia huku wako vizuri. Jipieni makofi nyewe, sio Gen Z. Yaani nani kishaimbiwa hivyo kesho anakojoa tena. Unanitisha nini mimi nikwambia? Mtoto leo anakimbizwa na mbuzi. Mbuzi anamkimbiza. Ngoja uone anamkimbizwa na mbuzi. Huyo mbuzi. Na madaftari anaacha mbuzi wanamkimbiza mtoto. Kwa sababu tuna create watoto ambao hawawezi kuendo pain. Na makelele anapiga kabisa. Mbuzi wenyewe wanashangaa, huyu vipi? Unaenda Simiyu unakuta mtoto wa miaka 7 anaswaga ng'ombe 40. Tengeneze watoto ambao wanaweza kumaster mazingira. Hawa ndio mtihani wamelipia hawa DSTV hawa. Sasa niwaambieni, ukiona shoga kwenye tamthilia usifikiri ni coincidental. Yaani kuna kashoga kako kwenye tamthilia kamewekwa na producer au director bahati mbaya. It is strategically planted. Na wanawajua watoto wenu. Kwa watoto wenu kinachotokea ni kwamba they copy. Kwa hiyo unakuta mtoto ana akili kubwa lakini hawezi kumaster mazingira. Sasa sikiliza, Superman wa leo
sio uliyemuona wewe enzi zako. Superman wale wanavuta sigara ili kumfanya mtoto wa kiume aone in order to be a man you must smoke. Sasa hivi CoComelon ni shoga. Wewe unafikiri watu wako wanaangalia katuni, kumbe wanaangalia themes maalum planted in cartoons. Kwa shoga sasa hivi Batman anamkisi Superman. Tumeshafika kwenye African setting. Tumeshafika gender 72. Wakati mwanadamu ametengenezwa na gender male and female. Kwa right now, because personality has been molded, we don't know who is a female and male anymore. It's deadly mistake kwa sababu parents are no longer around to shape children. Na sasa tunapata crisis ya hata yale maeneo ambayo yalikuwa na strong culture yanaanza kuwa affected. Kwa hiyo niwaambie tu wazazi, work life balance ukikosa, utashi huo wa leo utakuumiza in this pain. I wish ningekuwa na muda wa kusoma zile messages kwenye simu yangu mwendani. Muone ninavyo struggle na wazazi na ushoga wa watoto wao na lesbians. Kwa ni waombe pain hiyo usipoitaka. Unajua kuna watu mimi hapa nikiwaangalia tu hawawezi kujiua. Kwa sababu gani? Setup ya mazingira iliwalazimisha kuwa na emotional intelligence. Pale ilikuwa hamna iPad, ni ukuti. Waache watoto wako wacheze ndani. Sisemi usizuie TV. Ni tengeneza hivi miezi 3 ulipia kifurushi, mwezi mmoja usilipia kifurushi, weka mipira, weka karata nyumbani, utakuta automatic watoto wako wanatoka nje kucheza. Una create social skills kwa lazima. Zamani tulikuwa tunaimba kinyuli nyuli kama mwanangu dada aliyekuwa juu aluke show. Ninamtekeza mtoto anayejiamini hata akiwa mfupi anaoa piskali kwa sababu ana power ya kuamini kuna vitu virefu kwenye maisha yake anavyo vinaweza vikamudu ndoa. Hii nye msione matairi, sio matairi, inamfundisha mtoto kushare. Zamani kulikuwa mna baisikeli ya watoto, ni baisikeli ya babako, igiza kwenye tundu, endesha anguka, unajifunza maisha kuna kukosea. Nimeona shule hii sio mbaya, very good kuwa na hela na kuwasomesha watoto shule nzuri, mtoto kafuatwa na helikopta. Sawa, ila unaona huyu mtoto huyu hapa TZ11 huyu dogo huyu akiajiliwa WCF huyu kudadadeki WCF mtamkubali atakavyokuwa jembe pale, anawaangalia anasema nendeni tutaajiliwa wote tu kazini. Ila huyu dogo kitakachomtesa nakubali mimi mwamba, kitakachomtesa huyu mwamba Kiingereza mtihani, yani my name is it belongs to me, it is mine, ndio issue. Lakini maisha umtishi. Zamani tulikuwa tunatumwa sukari robo na change inarudi. Unakutana na mtu anakuambia umesahau. Unajua maisha ni kurudia, unarudi tena. Mama umenituma nini? Pumbavu wewe. Nimekutuma sukari robo na change inarudi, unaimba tena. Hapo umechelewa kurudi, umerudi saa 1, unasubiri kichapo. Maana yake ukikua baadaye ukisemwa HR office ujiui kwa sababu toka utoto unasemwa. Tengeneza watoto wanaojua. Hivi ni waulize swali. Unaona huyu jamaa anaituangalia huyu jamaa. Hivi yule anaweza kujiua kwa sababu mapenzi? Una penzi la kumpa yule? Ule ajiwa mapenzi, una penzi la kumpa yule? Una penzi la kumpa? Tutengeneze watoto wanaojua life is not about winning and failing. Life is about failing and more failing at the end of the day you win. Maisha sio tu ni mchakato. Sasa tuna create watoto wenye IQ sio mbaya, masters degree, PhD, lakini angalia highest suicide jobs duniani hizo hapa. Hizo ndio ukifanya kazi hizo una hatari ya kujieliminate. Sasa let me show you one thing. Number 3 is because they have guns nearby them. Number 9 kwa sababu wana dawa ya kuulia wadudu waliobakia wote because they have IQ. Sina muda, nitanyang'anywa sasa hivi. Lakini ego, huyu ni daktari kajiua. Huyu ni mhandisi kajiua. Huyu ni muuguzi kajichoma sindano ya kutuliza maumivu akajiua. Huyu ni hakimu kajiua kwa sumu gesti. Huyu ni mtumishi wa TRA kajiua. Huyu ni mhasibu, watu wenye akili kubwa. Ukiona polisi kaingia, ana silaha karibu yake. Sisi tunapotengeneza watoto from the beginning, wanakuwa we add up value of emotional intelligence. Till wanapokea mshahara, tumeshakamilisha emotional intelligence, inabakia environment. Kwa hiyo mtoto huyu anayekuja huku ana power akijipanga kwa ajili wale wanaoitafuta IQ na akawalipa 1.2. Nikwambie tu, you have a family, career, health and friends. You need to balance those. Na kazini bahati mbaya kuna workload ya 44%. Ukiishi maisha ya pembe tatu ambayo hayana supporting system, utakosa emotional intelligence. Kwa hiyo una add value ya maumivu ya lack of supporting system ya 14%. Nikwambie tu, you need work life balance because we don't have time. We have all 24 hours. Lakini jitahidi personally increase utashi kwa watoto wako kwa kuspend time na wao na kuadi ways za kuongeza emotional intelligence kwa kuacha wakae kwenye environment. Sina muda kukaa kwenye hizi slides. Ni waombe tu niwaonyeshe hivi. Acha haya maisha.
kazi, kanisani, msikitini, nyumbani. Hadi social skills hata wewe. Na nitoe warning, simaanishi, narudia, ukae na kuwa na rafiki na kila mtu. Mnayemjua huyu mtu anaitwaga Yesu, alikuja kukomboa ulimwengu mzima, ila alikuwa anakaa na watu 12 tu. Akiongea siri za baba yake, alikuwa anawachukua 3 tu, anapanda nao juu. Maana yake ni nini? You should not share your stuff to everyone. Kuna vitu vya kuwapa mtu fulani, kuna vitu vya kuisolate usiwape. Katika watu 12, Yuda alikuwa mmoja wa watu wanaoacha chini. Jitahidi kujua nani Yuda wako kwenye maisha. Anza kujiandaa mapema, kazini kutaondoka. Kwa sababu mtu anataka akista